Unajua mke wangu, unavyoona tuna nyumba mbili, tunaishi vizuri, tunakula vizuri, lakini kuna kazi nyuma yake nilikuwa naifanya, na ndo kitu nilichokuwa nakuficha mke wangu. Mimi nilikuwa nauza madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya? Ndio hivyo mke wangu, na hata siku ile mfuko ulivyopotea, ndio maana wakaniona kwamba nina hasira sana, kwamba sikuweza kusema moja kwa moja kwa sababu yule ni mtoto mdogo, sikutaka kuyaongea. Hivi leo ndo nayasema sasa, na ule mzigo mimi nadaiwa mpaka leo. Hivi wewe ni wakunificha jambo hili kweli? Yaani jambo kubwa hivi, ulifikiria nini mume wangu? Sikiliza mke wangu, nikwambie kitu kimoja. Kwani shida yako nini? Wewe shida yako nini? Kula uli? Kuvaa uvai? Wewe shida sio kula, shida sio kuvaa. Vipi kwa swali zetu? Sikiliza mke wangu, nikwambie kitu kimoja. Hayo masuala mengine yote niachie mimi mwenyewe, nitajua namna gani ya kuongea nao. Yaani unafanya kwanza unafikiria. Mke wangu, mimi nishakwambia kitu kishatokea basi. Ndio nikia kukicha na kuja natokea kingine jana. Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja wa chuki, kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa pasi. Odi. Mimi mawe. Karibu. Asante shoga. Vipi lakini uko poa? Niko poa, sijui tu wewe. Mimi niko poa. Naona mbona uko peke yako hapo? Shangazi yuko wapi? Mama tangu alipotoka asubuhi hajarudi bado. Afu na wewe mbona uko hivyo, sura yako kama haina nuru hivi? Mwenyewe sielewi na shida gani. Yaani sasa hivi nimekuwa na bagua vyakula, najisikia kichefuchefu, nasikia kizunguzungu, usingizi. Yaani sielewi tu kwa kweli. Au utakuwa una mimba maana hizo dalili zile za mimba. Mimba hapana. Sina mimba. Sasa utakuwa una shida gani? Au ndio ushaanza ile michezo taratibu taratibu na unataka kusema? Hamna ndugu yangu. Sijawahi hata kujaribu. Basi uende ukapime ili ujue ni nini kinachokusumbua kuliko ukaa hivyo. Unavyokuwa mnyonge, sura haina nuru. Enda tu ukapime. Sawa, hamna shida. Mwenyewe nahisi itakuwa ni homa. Maana yake mimi kufanya hivyo labda mpaka nije kuwa na familia yangu, nimeolewa na mume wangu, lakini ndo akija umwambie tena usimfiche. Sio unakaa tena unamficha hadi uzidiwe tena hapa. Akija mwambie muende hospitali ukapime. Sawa, akija mama nitamwambia. Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja wa chuki, kila nikifosi kuisaka. Kwani hizi ni nyumba yako? Jamani, mimi nimefurahi. Sijali. Karibu. Yetu kabisa. Basi, naomba nisikie. Yote ni mali yetu. Asante jamani. Basi kwa ngoja nipeleke kwanza bila. Poa. Narudi. Azuri hapa. Kawaida tu. Yaani mimi siamini.
Jamani, hii nyumba ni nzuri. Wewe kabisa unataka kuniambia humu ndani naishi mwenyewe? Sijui kwa naishi na mtu humu ndani. Amna. Mimi niko mwenyewe. Na ndio maana kutokana na upweke niliokuwa nao nikaona si vyema kwa nini nishirikie. Na wakati warembo kama nyinyi mpo. Usijali bwana. Mimi niko kwa ajili yako. Umeshanipata mimi upweke wote unaisha. Asante. Yaani kitu ambacho bado siamini ni kwamba hii nyumba yote tunaishi mwenyewe. Baby. Labda nikwambie kitu kimoja. Siku zote Waswahili wanakwambia mvumilivu ni mbivu. Kwa hiyo mimi nafikiri sasa nafika wakati wako. Enjoy mama. Enjoy maisha, nyumba hii yote ya kwetu. Na mimi sasa hivi niko careless. Jamani. Tuokoe muda. Mimi naona ingia ndani kidogo ende ukabadilisha kidogo ngapi basi. Sasa nyumba yenyewe kubwa hivi mimi hata najua bafu iko sehemu gani. Siaje tu. Hivi mwanangu Sunche, ni mara ngapi nilifikia hatua kukwambia kwamba yule Mima ni dada yako? Kila siku ananishtakia kwamba unahitaji wewe kumwingilia. Yule si kama dada yako yule. Nimemlea kuanzia hivi mpaka kafikia umri ule. Lakini unafikia hatua mpaka sasa hivi umelitimiliza ulilotaka. Mimba alionao sasa hivi najua kabisa ni ya kwako. Unataka kuniweka hapa mimi mama yako? Unataka nichague upande gani? Na yule ni kama mwanangu, nimemlea kuanzia hivi mpaka afika umri ule. Hivyo wote ambao kama yule ni kama dada. Sasa lakini mama, leo tokea limeshatokea. Naomba unisamee mimi mwanao. Na ukiangalia mwanao naenda sehemu mbaya, sehemu hatarishi. Naenda kuwekwa kwenye mikono ya serikali mama. Naomba unisaidie kwa hilo. Wakati mwanzo nakwambia ulikuwa na mimi mpuuzi. Nakwambia usifanye kitu chochote, yule ni kama dada yako. Kule na mimi kama mjinga. Sasa hivi nasema nikusaidie. Naomba unisamee sana mamangu. Nakumbuka mimi ni mwanao. Utaniangalia mimi mwanao niangamie? Mimi nitakusaidia. Nitajua mimi nifanye nini. Asante mama. Lakini siku nyingine wakati tunaambiwa na wakubwa, mzazi wakati anakuambia natakiwa uelewe nini anamaanisha. Toka bwana hapa sika kuziba saa hizi. Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja wa chuki? Kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina gundu mwilini chale za Bosi samani, nilikuwa na mazungumzo kidogo na wewe. Unaweza kuongea? Niliongea na madam kuhusu mshahara wangu. Kwa sababu ilikuwa ni kawaida enda ananipatia. Lakini kwa hii awamu imekuwa tofauti kidogo. Maana kaniambia niongee na wewe. Na naona siku zinazidi tu kwenda, sioni mwafaka wote ule. Unajua Iza, wewe una mambo mengi sana. Yaani una mambo mengi sana sasa hivi. Na sijajua kwa nini. Yaani mbona zamani ukuwa hivyo? Sasa hivi yani una mambo mengi yani mpaka nashindwa kukuelewa kwa nini? Hivi wewe mwenyewe unajua
kuhusu mshahara wako mimi huwaga sisumbui kabisa, lakini hizi siku kadhaa tu kuna mambo yangu nafuatilia, yaani kitu changu hakijakaa sawa kabisa. Kwa hiyo hapa siku 2-3 hizi nikishakaa sawa, basi nitakurekebishia. Sawa bosi, nitafurahi sana, maana hata mimi kule kodi ya nyumba imeisha, ndio maana napiga kelele hapa. Nitakurekebishia na kila kitu kitakaa sawa, wala usio na wasiwasi. Sawa bosi. Wewe ni kijana wangu, unafanya kazi vizuri. Sawa. Basi sawa bosi. Haya mambo yashakuwa makubwa sasa, yanazidi kuwa magumu. Mungu saidia. Uko hivyo? Hamna kitu wakati nakuona uko kwenye mawazo. Najua baby, mimi naishi na wewe hapa sawa, ila hali ya nyumbani kwetu sio nzuri. Mamangu ni mgonjwa na wadogo zangu pia wanahitaji kwenda shule, alafu wote wananitegemea mimi. Yaani kifupi hali ya kwetu sio nzuri kabisa, ndio maana anakuwa na mawazo kila muda. Sasa baby, ina maana hicho ndo kinachokufanya ukae kwenye mawazo hivyo? Kuwa na amani, mimi nipo, nitaklia kila kitu, usio na wasiwasi mama. Nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Haiwezekani niwe na mtoto mzuri kama wewe alafu upate shida wakati mimi nipo. Labda nikwambie kitu kimoja, nina mipango mingi sana na wewe, na ndio maana nimekuleta hapa. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kufanya kwako, sio hilo tu la familia yako. Nafikiria hivi karibuni, kutokana na jinsi ulivyo, uweze kutembea kwa mguu. Msichana mzuri kama wewe kutembea kwa mguu kweli? Haiwezekani, lazima upate gari. Sawa mpenzi wangu, furahi basi. Sogea basi, karibu. Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja wa chuki? Kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa kwepa sikuti, ama tuseme labda nina gundu mwilini, chale za mikosa sijifuti, au pengine Mungu nimemkosea, ndo maana riziki yangu ni fupi, mateso yananipeleka. Mume wangu, kuna jambo nataka nikueleze. Nieleze. Nachotaka kukuambia, Mima ni mjamzito, na ujauzito wa Mima na uhakika 100% aliyeusababisha ujauzito ule ni mtoto wetu Sunche. Kwa hivyo nikaamua nikushirikishe ili tujue tunafanya nini, kwa sababu Mima ni mwanafunzi na shuleni atakapogundulika ni mjamzito, manake Sunche ataingia kwenye mikono ya sheria, na mimi sitaki mwanangu aingie kwenye matatizo. Na kama unavyofahamu,
Mima sisi sio mtoto wetu. Ulipomchukua Mima nafikiri unapajua. Sasa hapo nilitaka tuongee, tujue nini tunafanya. Maana nimechanganyikiwa kidogo. Sasa mke wangu, unajua Mima alikuwa mtoto mtii sana kwa nyumba hii. Alikuwa anaelekea hana maadili mazuri. Sasa leo unaniambia Mima mjamzito na wewe unahusika. Mimi ninalijua, lakini sio chanzo. Sunje ana tabia mbaya. Kila nikikwambia mke wangu unielewi. Na ile jambo kila siku ninakwambia. Sasa wewe ndio uliwafanya ndani, unayajua yote, utayamaliza wewe. Unajua mwenyewe haya. Sasa mimi naelewa video nilimchukua Sunje nikaenda kumkua suruali zake kanika ng'ombe akabake mtu. Mimi namueleza hapa ili tujue tunacholena vipi, lazima kuchanganya mafaida wakati mwenyewe shichanganyikiwa. Hivi dunia uwanja mapambano ama uwanja wa chuki? Kila nikifosi kuisaka furaha inanikwepa papa sikuti, ama tuseme labda nina gundu mwilini, chale za mikosa sijifuti, au pengine Mungu nimemkosea, ndo maana riziki yangu ni fupi, mateso yananipeleka lesi, maumivu nayo yanachosha mwili, nafsi inaniambia we moyo shujaa, lakini nashindwa kuyahimili. Maisha ukichanganya na mapenzi kama ubongo na kiwiliwili, mateso na maumivu yananiwasha kama pilipili, na mimi siwezi kumuacha, yeye yuko radhi kuniacha. Hivi kuvuja kwa pakacha unakuaje? Alisema wezi kuniacha, mimi na yeye kama pacha. Leo penzi letu ni utata, sijui limekuaje. Unapitia mengi moyo, ila pole pole, pole. Najua unapitia mateso na maumivu, pole pole, pole. Najua unapitia mateso na maumivu, moyo, moyo. Mimi sina jipya, siku hizi ananiona kituko tena, ameshika sindano, moyo wangu wapi hufanya puto. Penzi nililopika ya mwenzangu kalitupia huko, sasa hivi sinogi tena, ananiona mi mchepuko. Siri